uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min al-imsak au tasrih ihsan. Naam. Suleiman bin Harun, nitakuozesha Zuena binti Abdallah kwa idhni yake na kwa idhni ya wali wake na kwa mahari mliokubaliana. Naam. Suleiman bin Harun, ninakuozesha Zuena, wewe hebu kaa chini. Zuena Usipige picha. binti Abdallah kwa idhni yake na kwa idhni ya wali wake na kwa mahari mliokubaliana. Naam. Nakubali kumwoa na kwa idhni ya wali wake kwa mahari tunakubaliana. Suleiman bin Harun, nimekuozesha Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. عينك شيخ. Shika bwana na bwana mara moja. Simu sana. Yaani anapiga simu, anatuma message. Unielewa? Amesemaje? Nyumbani kwako kuna wageni. Ninavyoonekana nakusubiri wewe. Kwa sasa tunachotakiwa kufanya kitu kimoja. Ukishaingia ndani kumpa mkono mke wako, huyu mke leo usiondoke naye. Hilo analijua. Hapo natakuwa mke wako umwache. Analijua. Ili sisi wewe wahi kwako ili tu lawama shehe. Sawa, sasa nawaza jinsi ya kuenda nyumbani hivi na hivi. Mavazi yako umeacha nyumbani kwangu. Okay, iko nimesha sawa. Wewe utaenda kubadili utarudi nyumbani kama ulivyotoka kwako asubuhi. Basi hebu tuliharakishe hili. Sawa. Jamani, nimefurahi tena nimefurahi sana kwa kweli. Sema mtanipozesha. Maana dakika ngapi tumekaa tunacheka mara moja mnaaga jamani nimeondoka. Na sijajua mume wangu mpata nini kwa kweli. Sio kawaida yake. Mnisamee kwa hilo kwanza. Usijali. Inawezekana kuna sehemu kapita tu atarudi salama. Sawa. Basi haya. Subira haya. Ngoja sikuondoke. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Samanini. Naam. Naona nimechelewa kidogo. Unajua mke wangu dharura sasa pale msikitini, unajua sisi ni watu wa watu. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anafuturisha pale, kwa hiyo wenzangu walienda, nikaona si vyema na mimi nije huku itakuwa. Sawa. Nilimwambia shemeji sina wasiwasi. Sasa wakati nakupigia simu, mbona ulikuwa unashika simu yangu? Ulinipigia simu? Basi shemeji sisi naona tuwaache. Basi ndugu yangu bwana, tutaonana siku nyingine. Lakini tunashukuru sana. Tunashukuru kabisa. Tunashukuru. Hakuna kuna tatizo lolote. Hamna shida yoyote. Basi shemeji. Basi karibuni jamani. Sisi tunatoka. Haya, kwa dhamira yangu kabisa. Sijali. Karibu sana shemeji.
Asante Sulaiman. Leo bwana nimepata vitu vile ambavyo vikae na mchuzi vile. Unajua vile vitu ambavyo vikae na mchuzi. Nimeleta miti mujarabu kabisa hii. Mzigo mpya kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa umeona chombo hiyo? Mafuta hiyo Sheikh. Mujarabu sana hiyo ndugu yangu. Ndio mambo yetu, mambo ya Oman ya. Oman hiyo ndugu yangu ukiipiga hiyo lazima upishwe kibla hiyo. Safi sana nimeielewa mwanangu. Kitu kilivyonyoka. Sasa unajua Ramadhani. Nini? Kwa ile Eid Mosi nikipiga vitu vyangu fresh kimechi hivi. Nakuwa poa kabisa, nakubali sana. Mimi nakubali sana. Hiyo size yako. Kwa hiyo ndio unakwendaje hivi? Hiyo bana isho inataka 85. Mimi na hizo za mbele hizo ndo ziko ghali zaidi. Hizi hapa. Hivyo vitambaa vya Pepsi hivyo. Lakini mimi ninachokubali Kanzu Site mnaleta mizigo mizuri sana yani. Unajua wakina Bauji na waelekeza hapa wanakuja wote wale. Wakina Keno wote mimi naelekeza hapa wale pale. Kikweli nashukuru alhamdulillah. Kazi nafanya alhamdulillah. Kweli ni kweli. Na mimi najua wewe una vitu vikali. Hizi shekhe zipo. Kubali. Sasa umeona miti hiyo? Uzi huu. Sasa hiyo kidogo itakuwa tayari. Hii size kubwa kubwa. Jaribu hii. Hii yenyewe heshima hizo. Hii mujarabu. Hiyo mtu ukiingia popote hiyo. Hicho sasa kimekaa mahali pake hicho. Tena ndugu yangu nimekumbuka. Kumbuka kitu kimoja. Nasikia ndugu yangu piga makna. Kwa bado wawili ukamilishe mali. Yaani hapa sasa ndo naamini kwamba kuwa hakuna siri ya watu wawili wala watatu, siri ni ya mtu mmoja siku zote. Nikasema ndugu yangu yule anafanya anafunga ndoa hata kunishirikisha mimi ndugu yake au atakija kupiga ubwabwa. Kuja kupiga madufu pale. Yaani huwezi amini ndugu yangu, hili jambo nimelifanya kwa siri, sio mchezo. Huwezi amini tumeenda watu wawili sio watatu. Tumekamata ustadhi wetu, nikaenda na ndugu yangu yule. Kaenda pale, jambo tumelifanya kwa usiri, huwezi amini hata mke mkubwa hajui kinachoendelea mpaka sasa. Hatari wewe bwana wewe. Lakini tena. Vipi lakini mcheki maisha ya ndoa ndugu yangu amekwendaje? Wallahi nashukuru ndoa zangu zote mbili ziko salama. Kwa hiyo nayo inakwenda shilingi ngapi? Hiyo shekhe hiyo inahitaji 40 lakini kwa wewe itakufanyia 35. Kweli watu? 35. Huwa nazungani 40. Hii inachukua. Na hiki nimekiona hiki nimpelekee shemeji yako na msasisha kama kujalia inshallah mwezi wa 10 na mimi nafanya nusu ya dini inshallah. Kwa utombe uzima wa alim. Mimi nakuombea ndugu yangu kila la kheri. Umri unaenda huu, hususan mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu. Una mke ndugu yangu, kijana shababi kabisa wewe. Unaishije ndugu yangu? Mimi sasa nikafunga ndoa tu kesho kutoka ukasikia fani kaoa afu nikaacha. Wanaziita ndoa za uji wewe. Unaofa kwa Ramadhani. Hilo hapana bwana. Basi mimi nakutakia kila la kheri. Kichangozi kichenyewe. Hicho chenyewe hicho. Hicho bwana ukipeleka zawadi, heshima inakuwepo nyumbani. Unyoto Kanzu Site mnanifurahisha. Mtuoji rafiki yangu yani. Mujara vinatoka kabisa Oman, moja kwa moja vinatoa. Anapomjua kwa masharti tembea. Sana ndio kubalino cha kuchukua hii. Sasa hebu tumalizane hapa. Si unalipa namba lipa namba ipo. Karibu tu hapa. Busy na simu au ndo unachati na wewe mke mwenzangu? Busy wewe na wewe. Nani alijua tu utaanza wivu wako mapema, hata saba bado hujamaliza. Nimeweka mama. Nafikiri basi mimi hata najali sana na wewe. Mimi muhimu bora nimeolewa. Maana watu walikuwa wananitambia, hujaolewa. Utaolewa na nani? Wenzako wote tumeolewa. Wewe hujaolewa. Si utaolewa na nani? Ndo nimeipata. Naume naye. Mke wangu mimi, jambo ambalo unanisikitisha ni hilo. Nilitaraji leo utakaa hapa utasema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kilio ambacho ulikuwa unalia kwa muda mrefu. Unataraji na wewe uwe mke wa mtu. Leo hili limetimia. Ni jambo la wewe kukaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba umekuwa mke wa mtu sasa. Sasa kinachonishangaza kwamba unafurahi kuona wenzako wamejua kuwa wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo ulitaka ndoa wenzako wajue tu umeolewa.
Kweli mke wangu? Mume wangu, kama ya alhamdulillah nimeisema ile siku unanipa mkono, nimesema alhamdulillah kubwa. Hapo palipobakia ni kuumiza watesi wangu bwana. Alafu kitu kingine mume wangu. Leo nimekupigia simu. Nimepiga simu sio chini ya mara 2. Haujapokea. Mimi ndo maana nasema upange tu zamu. Mambo mapema haya yanaanza kujionyesha. Zamu tena saizi? Mke wangu bwana. Mbona unajisaulisha sasa? Kwani si tumeshapanga kila kitu? Na kulikuwa maana gani ya mimi kufanya ndoa ya siri? Na ulitaka mishemishe wewe kwamba wewe mume wangu uje na mapikipiki, sijui watu wajue kama naolewa, uje na gari 3 4. Nikakwambia hebu punguza munkari. Ili jambo tunalifanya kwa siri. Na ndio maana uliona kwenye ndoa yetu kulikuwa na watu wachache tu. Sikutaka watu wengi kwa sababu mke wangu mkubwa afahamu hili. Sasa wewe mke wangu, hebu twende kwa taratibu. Yule tunamwambia taratibu. Atakapolifahamu basi zamu itaanza. Shida iko wapi? Lakini mume wangu, hata kwenye kufuturu jamani. Mimi nafuturu peke yangu, mwisho nitakuja kufuturu na mashetani. Sasa imezidi. Mke wangu zoea na wewe. Sema nimeshakuzoea. Unapenda kudeka. Sipendi nikuudhi. Kwa sababu ndoa yenyewe changa hii. Nataka uanze kuitia husda mapema. Mimi hilo jambo nitalifanyia kazi kuwa na amani mke wangu. Siku yako itafika na nitakuwa na kuongezea. Kule nikisema 4 huko napiga 5. Suleiman wangu, nikuulize swali. Uliza tu. Hivi unaona sasa hivi ndoa yetu iko sahihi? Kuhusu nini labda? Mimi naona kama tuko sahihi sasa hivi. Kiukweli umebadilika sana. Suleiman yule ninomjua mara ya kwanza na sasa hivi yuko tofauti. Suleiman yule amenizoesha vitu vingi vya furaha katika ndoa yetu. Lakini sasa hivi Suleiman amebadilika sana. Hakuna amani katika hii ndoa. Umebadilika kwa kifupi. Nikikupigia simu husishiki kwa muda huu ambao nakupigia. Unaweza ukakaa ndani ya lisali 1 au masaa 2. Na simu zako zinakuaga mara kwa mara zinaingia, mara kwa mara zinaingia. Halafu muda huo zinapoingia simu hiyo hauwezi kuishika kwa muda huo. Unachelewa kurudi nyumbani. Suleiman yule na wa sasa hivi yuko tofauti kabisa. Sijajua kwa sababu gani. Kiukweli mume wangu umebadilika sana. Lakini mke wangu, Mnyambo nyamaza. Sijamaliza kwanza. Hivi nikuulize swali tena. Unahisi ndoa yetu iko sahihi? mimi naona tuko sahihi tu. Sijaona kwamba kimepungua kitu gani. Unajua mke wangu, labda tu nikwambie kitu kimoja. Miezi hii inatofautiana. Hususan kwa kazi zangu mimi, kipindi kama hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, kazini huwa niko busy zaidi ya busy. Kwa kuna muda mwingine unaweza ukanipigia simu mke wangu, labda sijapokea. Mimi niko busy na kazi, na si muda mwingine nikiona misikoli yako sina kupigia mke wangu. Kwa hiyo haya mambo huwa yanakuaga yanatokea tu, ni kipindi tu. Kwa hiyo kipindi kikipita, hali itarudi kama kawaida. Na kuhusiana na upendo, mimi nakupenda mke wangu. Sijaona kama kubadilika labda nimeacha kukupenda. Mimi nakupenda kama kawaida. Umeona shida sasa hizi? Yaani nakuwa niko busy zaidi ya busy. Sasa huyo tuwasiliana naye nikitoka.
muona mke wangu. Kwa hiyo ukisema nimebadilika, si kana kwamba nafanya kusudi. Hapana, sifanyi kusudi, hiyo inakuwa ni hali tu ya ubizi. Naomba upokee simu. Naomba uipokee simu. Mke wangu huyu nitampigia tu, kwa sababu hapa sasa tunaweza tukaamsha mengine. Msikuta naweza nikapokea ikawa nadaiwa. Unaona? Kwa nikitoka hapa maana nishamjua huyo. Haya sawa. Nikuulize swali tena. Uliza tu. Unafunga kweli? Mimi? Mke wangu. Sasa huko unaenda mbali sana. Sasa mke wangu, kuhusiana na funga unaiuliza hapa? Swali langu simple tu sana. Unafunga? Mimi nafunga. Basi hilo ndo swali. Basi sawa, tumemaliza. Ninachoomba Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi mume wangu kipenzi. Funga yako na funga yangu ziwe zenye kupokelewa na Mwenyezi Mungu inshallah. Sasa hivi naomba uende kanitafutie iftari ili nije niandae kupika. Sawa? Sawa. Na hapa bila shaka kwa hali hii majirani habari wameipata. Tuna mume wangu nimekumbuka. Karibu kwanza. Wewe ulisema ndio yetu ya siri. Siri gani watu wote wanajua? Mimi rafiki yangu sijalika hata mmoja. Mume wangu ameniambia nisichore. Nimeolewa yani kama nimefumaniwa. Lakini kila ninapopita bi harusi. Na wewe ulisema tusiseme. Sasa mke wangu, wewe kwa akili yako naona nani ameeleza hizi habari? Kwa sababu sisi kweli tumefanya siri kweli. Mimi hadi familia yangu sijaiambia. Wewe si uliona nimekuja na rafiki yangu tu? Tumekuja watu wawili tu. Hapa kuna kijana tulipokuja hapa tulimuona hapa kuna kijana alikuwa anapiga sana picha hapa. Sana picha kila anapokatazwa. Yaani rafiki yangu anamkataza sana usipige picha, lakini yeye bado alikuwa anaendelea kupiga picha hadi za siri, anaibia. Sasa sijui ametumwa yule, sijui ni vipi. Wewe kijana anatokea wapi huko ndani kwetu? Si mwana familia yenu yule? Tena copyright umefanana naye copy. Kwa kwetu tunakataa. Mamangu yule hana shoga, hana mtu yoyote. Dadangu mwenyewe ndio yule kapoza kama mate. Nani mwingine? Kama rafiki yako kasema. Mke wangu bwana anajua kupika. Hapa nikiongeza mke wa tatu sijui atakuwaje. Ushakupewa dawa ukaamka ya mulkiamu. Ni picha hujanipa hela yangu. Mimi sielewi bwana, mimi nataka hela yangu. Yaani unachekesha kweli. Sasa kazi gani uliyokamilisha? Hapa ndo kuna kazi gani umekamilisha? Unaona picha jinsi ulivyozipiga. Hivi ndo umepiga picha ndo nilivyokuambia mimi hivi. Sasa picha si hizo hapo zinaonekana. Alafu mimi kazi yangu sio cameraman. Mimi umenipa mission nimekamilisha, nimekutumia picha zako. Bana sister, mimi usinizingue, mimi nipe hela yangu. Sasa nini maana ya kukupa kazi? Nimekupa kazi, nenda kanipigie picha. Mtoe bwana harusi vizuri. Waniletea mgongo wa ustazi huyu bwana harusi anaonekana kwa mbali. Sasa hivi ndo nini hivi? Hivi ndo nini? Alafu unakuja hapa unadai tu hela wakati hujafanya kazi ya maana. Simu yangu mimi napiga vizuri, lakini wewe unajua mimi nimepata tabu kule, nitaka kupijwa simu yangu ataka ivunjwe.
picha mebahatika kupata picha alafu unataka kunzingua. Nipe hela yangu mimi naondoke zangu. Sikiliza nikwambie, mimi sitaki kelele. Mimi pesa nitakupa. Lakini hakuna kazi ulioifanya. Uelewe hilo. Hakuna kazi yoyote umeifanya. Yaani mimi sioni cha maana hapa. Kila nikiangalia nimvute vizuri bwana harusi. Nimzumu nimwangalie. Sioni chochote, naona wewe tu unanikuja hapa unanipigia makelele. Sitaki maneno hayo mengi. Nipe hela yangu mimi naondoke zangu. Yaani hela yenyewe naiona kubwa. Sio nikaichenchi. Nipe hela yangu bwana mimi naondoke zangu. Shika. Hapa fresh sasa. Ukiwa na mission nyingine utanishtua. Unapopewa kazi, fanya kazi mtu vile anavyotaka. Nimekwambia kamera yako nzuri, piga picha. Mpige picha bwana harusi nimuone kweli. Ili vile nikikaa naona kabisa hapa bwana harusi umeletea mgongo wa ustazi, mimi na shida ya mgongo wa ustazi. Nenda bwana. Kazi mtu unaambiwa ufanye kazi. Fanya kazi vizuri uvoambiwa. Ili ukija kudai malipo yako umefanya kitu cha maana. Hapa mimi naona bwana harusi mwenyewe namuona kwa mbali, sasa uombee unakamilikaje yani hapa.